Nadhani unashangazwa kwa mimi kuwa hapa. Nashukuru kwa kulijua hilo. Maana mkishatoa mahari, mkaoa, tena mnajishukulia mazima kuondoka. Mkaona huko hamna shida tena. Lakini naona sasa hivi kama hivyo leo umefika. Hamna, mambo ya kawaida tu hayo. Mimi nina shida ambayo kwa imenileta hapa. Na siku kama 2 sijamuona Nairat. Na nilipojaribu kwenda kwao kumuulizia, dada yake akawa mkali na akanifukuza kabisa. Si hilo tu, lakini pia shemegi yangu haonekani. Hebu subiri hapo. Ya kwanza Nairat haonekani. Ndio. Hivi kuna tatizo gani hapa? Hata mimi Yaani wewe unakuja nyumbani kwangu bila taarifa. Kwani una simu wewe? Na wewe punguza ukali wa maneno. Unapendwa upendeki, sijui upoje. Sasa mimi kilichonileta hapa ni huyo mke mwenzangu huko na mdogo wake yule anayesoma. Nasikia ni mjamzito. Mjamzito? Inabidi hapa mimi niende kwa Tuju. Kaka, utaharibu kila kitu. Hivi unadhani kuna ukweli wote atakwambia? Kama hili tu ameshindwa kukwambia, unadhani kuna ukweli gani ambao kwa ataenda kukwambia? Ila mimi cha kukushauri ni bora ili swala ukalifuatilia wewe mwenyewe. Pigo la moyo najikuta poyoyo. Hizo taarifa kakupa nani? Unaniuliza mimi kuhusu taarifa? Yaani mimi kitu kitokee usiku, asubuhi nishakipata. Nimesema nitoke, niende kwao nikawajulie hali. Cha kushangaza, nyumba imejaa damu. Umo ndani sasa kunanuka madawa ya kienyeji. Yaani kukanishinda nikatoka nje. Cha kushangaza sasa, hiyo mimba ni ya shemegi yake. Hadi huruma. Pigo la moyo najikuta poyoyo. Kila mmoja akiwa na siri yake. Kiza kinene cha mapenzi limeja ndani ya nyumba. Tuko katika chumba kimoja lakini hatufahamiani. Ndugu tutavua vipi?